Sasa imani namba 2 ambayo anaijaribu shetani, kiwango cha pili cha imani anayoijaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango cha pili cha imani anayoijaribu, anajaribu imani ya urejesho. Nikisema imani ya urejesho, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikizungumza imani ya urejesho, ni ile imani ambayo inaweza kurejesha vitu ambavyo vilishapotea, vilishaondoka. Hii kidogo inataka kuendana kama ya mamlaka, lakini ina hali fulani ya imani ya uvumilivu fulani. Amen. Umenielewa vizuri? Kuna kitu kinaitwa imani ya urejesho. Hii imani ya urejesho ndio aliyokuwa nayo hata Ayubu. Umenielewa vizuri? Kwa wale ambao wasomaji wa Biblia mnafahamu historia ya Ayubu, janga ambalo lilimtokea, dhoruba ambalo alipitia. Sasa katika dhoruba, kuna watu kwenye dhoruba vitu vinaweza vikawa vimeondoka, ndio. Kuna mtu vitarejea kwa sababu una imani ya nini? Ya urejesho. Mume anaweza akakimbia, ndio. Lakini kwa sababu una imani na Mungu, una imani ya urejesho kutoka kwa Mungu, unaamini hata hapa najua atarejea. Na atarejea akiwa bora zaidi mara kuliko ile mwanzo. Atakuwa bora zaidi ya sasa hivi. Najua mtaji utarejea. Hiyo inaitwa imani ya urejesho. Na watu wanaojaribiwa na imani hii, wengi, hizi imani zote, viwango vya imani vitatu, wanajaribiwa wale ambao wako ndani ya Kristo, yani ambao wamembeba Mungu. Hajaribiwi mtu ambaye hana Mungu. Mwenye Mungu ndio anajaribiwa imani hii. Yani ulipoanza kuomba, ukaanza kuomba sana, ndio mume wako akaondoka akakuacha. Ulipoanza kuomba kama mifugo yako yote ikafa. Ulipoanza kuomba, ukaanza kuomba, nyumba ikauzwa. Ulipoanza kuomba, ukaanza kuomba, halo! Ulipoanza kuomba, ukaanza kuomba, kazi wakakufukuza kazi. Ulipoanza kuomba, ukaanza kuomba, mtaji ukaharibika. Wenye imani hii, wanaojaribiwa eneo hili, ni watu ambao wako na Mungu. Levo hizi, shetani amjaribu mtu ambaye hana Mungu. Mwenye Mungu ndo anajaribiwa kwenye hili eneo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye yale matatizo, zile changamoto, je, utaendelea kumwamini Mungu wako? Je, unaamini Mungu huyu ambaye umemjua anaweza kukurejeshea dabodabo ile unalijua? Ya ndio hicho kinakuwa kinatafutwa kwako. Je, unaamini ukiendelea kukomaa naye huyu Mungu unaweza kurejeshewa? Hii imani ni ya wale watu ambao wamepuyangwa, kila kitu kimeenda kombo. Lakini baada anasema mimi nawahi kanisani namba 1. Watu wenye imani ya urejesho ndio wanatembeaga hivyo. Sio wale watu wa kusikia ameumizwa akaacha hata na kufunga, sifungi tena, siombi tena, au amna. Yaani sieni tena ibadani, sitoi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ya nini? Hiyo ndio ilimtokea Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu 16:25. Ayubu 16:25. Amini. Nataka nimsaidie mtu mmoja ambaye ulikuwa unapuyanga kwa sababu ya udhaifu wa imani yako ulionayo. Wanakujaribu, unatikiswa zoruba kwenye imani, unaachana na unaanza kukata tamaa na Mungu. Sikia, Mungu wetu ni wa urejesho. Mungu wetu ni wa urejesho. Akasema nitawajeshea aliyoliwa na nzige na parae na madumadu. Bwana asema, njoo kwangu nikurejeshe yaliyoliwa. Imba huo wimbo. Hakuna naye ujua hapo. Imba. Yaliyoibiwa. Yaliyochukuliwa. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Haleluya. Mungu wetu ukimwelea kwa viwango hivyo kama ni wa urejesho, hautakata tamaa. Yaani point yangu ni nini? Hata kama umeambiwa yuko ICU, unaambia Mungu ulitoa, kama unakusudia aondoke sawa, lakini mimi najua wewe Mungu ni wa urejesho. Biashara yangu inaomba, hamna shida, mimi nakuamini Mungu ni wa urejesho. Watu wenye imani za hivi
Na kwanza huwa anaruhusu mtu wa hivi, huwa anaruhusiwa na Mungu, mwenye imani ya hivi, Mungu huwa anaruhusu adui amjaribu. Yaani Ayubu hapa si kwamba shetani alimkimbilia tu. Umenielewa vizuri? Na kati ya shetani ambacho ana lawama, araumiwi na Mungu, akimjaribu mtu anayempenda Mungu, mbele za Mungu shetani huyu araumiki. Hata ukianguka araumiki, kwa sababu anaruhusiwa kupitia hiyo imani ndio upate dabodabo. Kupitia lile jaribu ndio unapandishwa daraja. Sasa asiporuhusiwa shetani kuja kukujaribu kwenye hilo eneo, utabaki ukiwa chini. Utabaki haijaongezeka. Sasa ukiona mtu mwenye imani hiyo akitoka kwenye hiyo tatizo, kama ni biashara utamtafuta, kama ni huduma utaona. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Twende hapo. Ayubu 19:25. Lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Sema amina. Huyu mtu anayesema hivi alikuwa na watoto wameuawa, mifugo imefyekwa yote, mke wake kamgeuka, marafiki zake wamemgeuka, ameugua ugonjwa mpaka anajikuna na kigae cha chupa kwenye majivu. Lakini anasema huko anajikuna, ana mtoto ameshabakia mwenyewe, mke wake aishakimbia, marafiki zake wote hawapo, lakini Ayubu anasemaje? Najua mtetezi wangu yu hai. Yaani anasema najua yu hai. Wewe Ayubu vipi na hayo majipu? Yu hai. Vipi majipu hayo shauri yako? Mimi najikuna, lakini najua Mungu yupo anaishi. Najua anaweza kusimama muda wote juu ya nchi. Hiyo ni imani ya tumaini kupita kawaida. Ni wewe tu kidogo tu eti umepigwa kasara kidogo, moyo umekufa kabisa. Hawaendagi mbinguni wa hivyo. Tena wa hivyo sio tu kubarikiwa duniani, mbinguni wa hivyo. Hadi kidogo umeshaacha na Mungu. Uwezi wewe. Umenielewa vizuri? Najua mtetezi wangu yu hai. Ndio nimeaibishwa, ndio nimefukuzwa, ndio nimebumbiwa uongo, ndio kila kitu wamefanya, wamenitia uozo wa kila namna, lakini nachokijua mtetezi wangu yu hai. Hiyo ndo mtu mwenye imani ambaye ana matumaini ya urejesho, kwamba vinaweza vikarudi, vinaweza vikarudi. Amen. Ndio leo niko hapa, ndio najua hapa, lakini hapa sio kwangu mimi napita. Nachokijua ni jambo moja tu, mtetezi wangu yu hai. Ipo siku atasimama kwa ajili ya kunitetea. Yupo siku atasimama juu ya nchi kwa ajili ya habari ya maisha yangu. Yupo siku atasimama kwa habari ya ndoa yangu. Ipo siku atasimama kwa habari ya biashara yangu. Ipo siku atasimama kwa habari ya huduma. Ipo siku atasimama kwa habari ya kazi. Ipo siku atasimama kwa habari ya uzao wangu. Ipo siku atasimama kwa habari ya ndoa yangu. Anaamini kwamba mtetezi wake yu hai. Na yeye huwa halali wala sinzii. Tafasiri yake yuko macho usiku na mchana. Huyo mtetezi wa kwangu yu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaiona? Ndio hiyo. Soma tena hiyo Ayubu 42:1-2. Ayubu 42:1-2. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu 42:1-2. Ndio. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, yaani huyu mtu kaishaishiwa vyote. Yaani hapa tunazungumzia, ukisema Ayubu alikuwa ni tajiri, akabaki hana hata 100. Yaani alikuwa na mifugo, akabaki hata kakuku hata kamoja kakifaranga hana. Umenielewa? Unajua tukisema Ayubu wewe unaweza kuchukulia kawaida. Umenielewa vizuri? Ana hata kakifaranga, lakini anasema najua ya kuwa. Hebu soma huo mstari. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Yaani tafasiri yake nini? Hata kama nayopitia haya, najua kusudi yako juu ya maisha yangu, hakuna wa kulizuia. Yaani pamoja na napitia hili jambo gumu, pamoja napitia haya magumu na dhiakiwa, pamoja na hizi changamoto nazozipitia, ila nachokitambua ni jambo moja tu, kusudi lako juu ya maisha yangu hakuna wa kulizuia. Hiyo ndo kitu ambacho kinanitiaga mimi ujasiri. Nakupa siri, kinanitiaga ujasiri ndo hicho.
Yaani pamoja na changamoto naweza nikapitia, nakumbuka ile ahadi Mungu aliniambia. Namwambia Mungu, nafahamu kusudi lako juu ya maisha yangu, madam sijakuacha, hakuna wa kulizuia, nimekubali. Umenielewa vizuri? Na utakapokuwa unakwepa dhoruba kama hizi, unakwepa mawimbi kama hivi, unakwepa majaribu kama haya, unakwepa kufika kwenye hatima, unakwepa kuinuliwa kwako, unakwepa kwenda kwako. Yaani haya hataki kukwepa, yanatakiwa ukabiliane nayo, ukijua kwamba unajua ya kuwa yaweza katika changamoto zote. Yuko tayari kuwasamehe na kuwaombea wale ambao walihusika kuleta hiyo dhoruba. Halo, hapa nisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.